Ona kabisa kwamba Yanga mpaka dakika inatangaza rasmi Yanga haina mshindani. Mshindani wake ni nani? Maana kama bana yamkaribia ni Simba, Simba imefungwa mara ngapi? Unaelewa? Kwa unaona kabisa kwamba Yanga kwa sasa inapaswa kufocus zaidi kimataifa. Huku itakuwa ikicheza kama mazoezi na chukua alama 3 kibindoni inatulia. Lakini kimataifa unaona unakuja kuona kitu ambacho watu wengi hawakukitegemea. Ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Yeah. Goli la kwanza tulizungumzia wewe ulikaa upande wa huku, bila shaka inawezekana ulikuwa kwenye maono mzuri. Maana limekuwa kidogo lina maneno mtandaoni, wengine wakiamini hakushika, wengine wanasema alishika. Wewe nini ambacho uliona katika beki? Kuna namna kuweza kutuonyesha kwamba mpira huu hajaunawa au ameunawa. Lakini mimi katika kufuatilia kwangu na nikafungua niangalie kupitia Azam TV, ni clear penalty. Ni clear penalty. Magoli ya ovyo utayaona leo Mbweni. Lakini kwa leo nilichokiona mimi, ilikuwa ni clear penalty. Baada kuna mbeleko ya chuma, huo ndio uhalisia. Kwa sababu beki kama cross inapigwa inabidi ufiche mikono, yule alificha mikono. Hakuficha mikono, maana yake nini? Ukificha mikono hata mpira ukikufuata maana yake sio penalty. Sasa unanungunika nini wewe mtandaoni? Ile ni clear penalty. Lakini magoli ya unga mwana subiri leo saa 1 utaona. Tuzungumzie golikipa Djigui Diarra, ameokotesha kitendo cha wana Yanga wanachokifanya kwa Djigui Diarra ama ambacho amekifanya kwa Djigui Diarra. Djigui Diarra ni golikipa ambaye anaendana na hiki ambacho wana Yanga Africans wamekifanya. Tena kama itawezekana iwe ni siku muendelezo kwa Djigui Diarra. Ukweli usiopingika, Djigui Diarra ndiye golikipa bora kuliko magolikipa wote nchini. Hakuna wa kumfikia, hakuna wala kumsogelea. Hakuna wa kumfikia wala kumsogelea. Hakuna. Wewe lete golikipa wako wewe unayemjua, hakuna wa kumfikia Djigui Diarra. Yuko kwenye level yake, level ya Afrika. Djigui Diarra. Yakubu wa Simba vipi? Amsogelei? Yakubu wa Simba anapaswa kujifunza mambo mengi sana kwa Djigui Diarra. Na ni makosa na ni haramu kusema Yakubu Suleiman eti anamkaribia Djigui Diarra. Wote wako wamechanganyikiwa na mpira wetu utendee haki, utuachie. Nenda kwenye madogoni. Huo ndio uhalisia. Ndio. Djigui Diarra, yani Yakubu Suleiman amfikie Djigui Diarra, haiwezekani. Hawa makocha wote wa magolikipa training wanaipata kwa Djigui Diarra. Jamani, dakeni kama yule kaka yenu. Mnamuona kaka yenu. Lakini magolikipa wote ukiangalia wazawa mpaka wa kigeni, level ya kumfikia Djigui Diarra bado hako mbali. Yaani kumfikia Djigui Diarra sana funguo kungangania kwenye kitasa. Huwezi kutoa. Ndio. Huo ndio uhalisia. Naweza nikasema ni mechi ambayo nyepesi kwa Simba. Labda Simba iamue yenyewe. Lakini kiuhalisia ninachotaka kukisema, kumbuka Simba kibaki na Matola nyingine. Matola alikuwa kocha msaidizi ndani kwenye uchochoro na matatizo yake. Kwa naona kabisa kwamba ni mechi ngumu sana kwa Mbeya City. Ni mechi ngumu sana kwa Mbeya City. Lakini ukweli ni kwamba waamuzi watende haki tu. Lakini Mbeya City kuikomalia Simba pale, huo ni uongo. Huo ni uongo. Umemtaja hapo jamaa yako Suleiman Matola. Umesema mimi mwenyewe nasema tu kwamba sio Matola peke yake. Simba wanapaswa kumkumbatia sana Murtaza Mangungu kama mwenyekiti wao. Sana. Kwa nini? Sidhani kama atakuja kumpata mwenyekiti makini kama yule. Ukizingua lazima hata anaondoka. Ni mwenyekiti makini anaepusha lapsha. Simba atakao kumwamini sana kocha Suleiman Matola. Mimi sipendi unafiki kusema tunamwamini Matola kwenye mechi mbili. Si ana sifa, mpeni mzigo. Unaelewa vizuri? Lakini mimi kwa utafiti wangu, Matola akiwa kama kocha mkuu kimvuli ndani ya Simba ana matatizo mengi kuliko Simba. Na ndio maana akiachia yeye timu kwa sasa, leo atashinda. Atashinda vizuri sana na burudani ya kutosha. Ila ngoja aje kocha mgeni, utasikia wachezaji wanakosa magoli. Na leo hawakosi. Leo hawakosi nakwambia. Kwa maana kama hawakosi, unaona Mbeya City kama akafungwa kuanzia goli ngapi? Mimi cha kwanza niseme, ili Simba ikae sawa, inapaswa kubadilika kila kitu. Kila kitu. Nitawaambia tu ukweli. Mfumo wa Simba ambao hata rasimu ambayo imejadiliwa hii juzi, walikuwa wameileta hapa wakakimbia maswali. Ni rasimu ambayo au ni mabadiliko ambayo hayakujadiliwa na wanabodi. Huo ndio ukweli. Mwanabodi yoyote ambaye anabisha aje kwangu. Sawa. Kocha Dimitar Lepantev anaondolewa yule meneja mkuu tunaambiwa, si ndio? Baadhi ya wajumbe hawana hiyo taarifa.
She hamwezi kutoboa, ndio maana Simba ikifungwa kuna viongozi wanachekea chooni. Na sio pia anasemaje? Sio anaongezewa mkataba, baadhi ya wajumbe hawajui wategemea nini. Unaelewa vizuri? Narudia tena. Young Africans kujua tatizo ni rahisi sana kwa sababu ya mfumo wao. Ndio maana Yanga ikitokea imefanya vibaya hapo utasema engineer. Kwa nini waseme Alex Ngai? Wanajua Alex Ngai yuko chini ya nani? Ya engineer. Lakini kule mara Mangungu, mara useme Mo, mara useme Magoli, mara useme haieleweki. Unaelewa vizuri? Kwa nini? Ya mfumo ambao ni mbovu. Nisikilizeni. Ndio. Leo nalizungumza very clear. Hii Simba isipoangalia na mfumo wao kama utaendelea namna hii, Yanga atashinda mechi 2 mfululizo la ligi kuu, Yanga bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Unabisha ngoja mwisho wa msimu. Na hapa Simba inapaswa kushukuru sana AFCON imeingilia kati. Hali ilikuwa mbaya, alikuwa anakufa mtu mkoba. Huo ndio ukweli. Kwa nini? Ya mfumo wa Yanga Africans kuwaragai wachezaji ni kazi. Unaelewa? Lakini leo nyinyi mashahidi, kuna kipindi Maalim Ahmed Ali alisema alikuwa anamsifia Try Again. Jamani huyu Try Again ndio baba yake nani? Elie Mpanzu. Haya, Try Again yuko ndani ya Simba? Hayupo. Unategemea nini hapo? Si ndio? Maana kama leo Isa Masudi ana mchezaji, Asha Baraka ana mchezaji, kila mtu ana mchezaji. Hiyo sio taasisi, mtafeli. Taasisi lazima izungumze lugha moja, vinginevyo mtafeli kila siku. Katika haya nao yaona. Endeleza ni ubishi. Simba inahitaji damu mpya, vijana wengine. Hivi unataka kuniambia wana Simba ni Magoli peke yake nchi nzima? Wana Simba ni Mangungu peke yake? Wana Simba si ndio hao naona kila siku? Wasipobadilika hawa Yanga viongozi wao waita wasela. Hawa wamewagonga mara 6 mfululizo wasela walivyokuwa mafia. Mara 6 mfululizo masela wamewagonga Simba. Mara 6 mfululizo. Naiona mara 8. Ndio uhalisia. Wewe unatokaje pale sheke? Maana nje ndani tena. Nje ndani naiona, nje ndani uhakika. Na kama tunachokuambia mechi ya kwanza Yanga Sibayeji, Simba kuna hata kukimbia. Kwa sababu kama leo na wanachama ambao wako tayari kuwezeka na mambo ya nje, yani leo Ali Kamwe anawasumbua wanachama wa Simba mpaka viongozi wao. Hapo una uongozi. Manake Ali Kamwe ana sifa kwa CEO wa Simba sasa. Na akaituliza timu, ndio walisia. Kukaa na engineer unapata exposure. Wanipata vizuri. Kama na kiongozi anaishia Mkulanga kila siku, wenzako Morocco wapi wanaenda kupata exposure. Ukikaa na Infantino unapata madini. Wanipata vizuri. Uona Kabuza Kalulenge Mkulanga umerudi wapi? Utafeli. Nenda na waagiza viongozi wa Simba. Wanataka mfumo bora, wamfuate engineer pale. Wao wenzao walilipa hela la liga wakaja kafanya seminar. Waende, huu ndio muda. Wameanza taratibu, tunaona Januari hapo mwaka wa 10.